Irani ni nchi yenye historia kubwa na Mungu. Irani hii ni nchi ambayo Mungu anaitazama kwa macho mawili, anaangalia kwa umakini sana. Kumbuka binti Esther alifanya aliyoyafanya akiwa katika nchi ya Iran. Kumbuka kijana Daniel na wenzake wote, yale mateso unayokumbuka yalikuwa katika nchi hii ya Iran. Lakini unakumbuka hata mnara wa Babylon, mnara ambao ulijengwa na watu wa Iran wakitaka kwenda kwa Mungu, wakitaka kumfikia Mungu, wakajenga mnara mkubwa ili waweze kufika huko mbinguni. Na cha ajabu ni kwamba walithubutu hata kutengeneza mishale ili waweze kumtungua Mungu. Ni nchi ambayo watu wake kwa miaka mingi wanapambania kwenda kinyume na Mungu, na nchi hii watu wake wana hatari kubwa sana ya kutumika katika kutimiza ufunuo ama unabii wa Mungu. Karibu tuangalie historia na chanzo cha jina Iran toka jina Persia. Je, ingekuwaje kama ningekuambia kwamba Uajemi ama Persia, Irani ya leo, haukutoweka kabisa bali ulibadilisha jina lake tu? Kwa nini nchi yenye maelfu ya miaka ya historia iamue kufuta utambulisho wake mbele ya dunia katikati ya karne ya 20? Leo tutasafiri na tutaangazia kupitia milki ama empire zilizotukuka, uvamizi wa kikatili, mauaji ya kikatili na maamuzi yaliyobadili kumbukumbu ya watu wote. Hii si hadithi ya jina la Irani tu, bali ni hadithi ya jinsi power ama nguvu, dini na taswira ya umma jinsi vinavyoweza kubadili hatima ya ustaarabu mzima. Nikuombe ukae vizuri, kwa sababu utakachokigundua leo kinaenda mbali zaidi kuliko mabadiliko ya jina tu toka Persia kwenda Iran. Fikirieni ardhi iliyozungukwa na milima mirefu, majangwa yenye joto kali na njia za kale za biashara ambazo hazikupitisha biashara tu, ila utambulisho, nguvu na legacy ama urithi pia vilisafirishwa katika njia hizo hizo. Ardhi hiyo ni uwanda wa Irani, eneo la kimkakati ambalo kwa maelfu ya miaka limekuwa kitovu cha ustaarabu wa jamii mbalimbali duniani. Sasa yote haya yalianzaje, na ni akina nani waliokuwa mstari wa mbele wa kile tunachokijua leo kama Iran? Ili tuweze kuelewa hilo, lazima tusafiri hadi milenia ya pili kabla ya Yesu Kristo kuja hapa duniani. Wakati huo watu wa Indo-Iran waliwasili katika eneo hilo, na hawa ndio wakawa watu wa kwanza kuishi katika eneo hilo. Walikuwa watu wa kuhamahama na walizungumza lugha za Indo-Europe kama vile Kilatini, Kigiriki, Kireno au hata Kihispania. Lugha yao haikuwa na uhusiano wowote na Kiarabu ambacho wengi leo hukihusisha na Irani, kwani hata wao si Waarabu na hawakuwahi kuwa Waarabu kama wengi wanavyotafsiri kwa sasa. Katika Uajemi wa kale, Mada ilimaanisha mama na Peda ilimaanisha baba. Sauti hizi bado zinafanana na maneno kama mater na pater katika Kilatini. Haya hayakuwa maneno tu, yalikuwa mizizi ya utamaduni wa kipekee wa kina na wakale sana kwa vizazi vilivyozaliwa mahali hapo. Miongoni mwa watu hao kulikuwa na makabila makuu mawili yaliyojulikana zaidi: Wamedi ama Medes na Wajemi ama Persian. Wamedi walikaa kaskazini magharibi ya eneo ambalo leo linajulikana kama Iran. Walikuwa wenye nguvu, waliofunzwa vizuri na kwa haraka wakawa nguvu kubwa katika eneo hilo. Waajemi kwa upande mwingine walikaa kusini zaidi katika eneo lililoitwa Pars ambalo ndilo lilitoa jina Persia. Eneo hilo lilikuwa lenye rutuba na lilikuwa katika nafasi muhimu ya kimkakati,
lakini mwanzoni halikuwa na nguvu kubwa yoyote. Hakuna aliyedhani kwamba watu hawa wangekuwa wale ambao walikuja kubadili kabisa mkondo wa historia katika dunia, kwa maana walifanya mambo makubwa sana. Wakati huo Persia ilikuwa jina la kijiografia tu, liliwakilisha sehemu ndogo ya eneo hilo, halikuwakilisha utambulisho mzima. Nguvu halisi ilikuwa mikononi mwa Wamedi waliounda empire ya kwanza katika sehemu hiyo ya dunia ya muda mrefu kabla jina Persia halijaanza kutajwa katika mahakama za kimataifa ya kigeni au kuandikwa katika vitabu vya kihistoria. Mpaka hapo mambo yalikuwa karibu kubadilika. The change was coming. Katikati ya milima na tambarale hizo alizaliwa mtu ambaye nia na tamaa yake angeondoa mipaka ya zamani. Kiongozi aliyewaona watu wake kuwa na umuhimu zaidi ya makabila yaliyogawanyika. Kijana huyu aliweka wazi ndoto yake ya umoja ambao haujawahi kutokea hapa duniani. Jina lake lilikuwa Koreshi, anayejulikana duniani kama Koreshi Mkuu, na wengine wakimwita Cyrus, na wengine wakisema tena Cyrus the Great, ambaye aliwaweka watu pamoja, akaona ni wa muhimu kuliko wao kutawanyika na kugawanyika. Cyrus the Great ama Koreshi alianzisha empire ya kwanza iliyothubutu kupigana na kushindania ardhi na mioyo ya watu akawaweka karibu naye. Kabla ya Alexander, Napoleon na Khan kuonyesha ndoto zao za kutawala ulimwengu, tayari kulikuwa na mtu aliyefanya hivyo kwa njia tofauti: Cyrus the Great. Wakati milki nyingi ama empire nyingi za Mashariki ya Karibu zilipotawala kwa nguvu, vita, uharibifu na uhamisho wa watu, Cyrus the Great alijenga utawala juu ya wazo la ajabu kwa wakati huo, yani kutawala kwa heshima. Baada ya kuwashinda Wamedi, Koreshi hakuwalazimisha tu kuungana. Alianzisha milki ya Achaemenid ambayo ni mfumo mkubwa wa kisiasa ambao badala ya kupanda hofu ulijenga uaminifu, na badala ya kulazimisha lugha au dini moja aliwalinda miungu na mahekalu ya watu aliowashinda, na akaruhusu tamaduni zao kuendelea kama kawaida. Kwa Wayahudi waliokuwa uhamishoni Babylon, hakuchukuliwa kama mvamizi, bali alionekana kama vile ni mkombozi. Na kwa Babeli hakuwa adui, bali alikuwa mfalme aliyeteuliwa na Mungu wao Marduk. Koreshi hakujitangaza kama mjumbe wa Mungu wa Kiajemi pekee. Badala yake, kwa busara, alijionyesha kuwa mteule wa miungu ya maeneo aliyoyashinda, na mbinu hiyo ilifanya kazi kwa uaminifu. Akawa kiongozi wa wazawa, akawa kiongozi vile na wale ambao hawakuzaliwa pale. Chini ya Koreshi na warithi wake, hasa kina Dario wa kwanza, miliki ya kwanza ya Uajemi ilipanuka kutoka mto Indus hadi bahari ya Aegean na kutoka Misri hadi Asia ya Kati. Ndani ya muda mdogo ambayo ni chini ya karne moja, walivuna miliki kubwa za dunia ya kale na kuzifanya kuwa majimbo yao, zikiwemo Misri na Babylon ama Babeli. Misri na Babeli ni majina yaliyowahi kutawala historia ya dunia, na sasa yalitawaliwa na kutakiwa kujibu amri kutoka kwa mtawala wa Persia ambaye alikuwa Cyrus the Great. Ukubwa wa eneo haukuwa mafanikio yao pekee. Miliki hiyo ilijenga mtandao mkubwa wa barabara iliyounganisha maelfu ya kilomita. Waliboresha vile mfumo wa kutuma ujumbe uliokuwa wa haraka sana kwa wakati huo, na urasimu ulioweza kusimamia, kurekodi na kujadiliana na mataifa mbalimbali. Ulionekana kuwa kazi bora ya uongozi chini ya Cyrus the Great. Mwanahistoria Lloyd Jones pamoja na wengine wengi waliita miliki hii kuwa ni nguvu kubwa ya kwanza duniani, akimaanisha kwamba it is the great superpower country on earth.
Lakini mizani kati ya kuheshimu tamaduni na kuimarisha mamlaka kati ilikuwa nyeti sana. Kama kamba nyembamba iliyonyoshwa juu ya milki kubwa, ilitosha msukumo mmoja tu kuivunja milki hii chini ya Cyrus. Ilitosha Cyrus kuondoshwa madarakani, na msukumo huo ulitoka magharibi ukiongozwa na kijana mwenye tamaa na maono makubwa, jina lake akijulikana kama Alexander, maarufu kama Alexander the Great, na wengine wakimuita Alexander Mkuu. Kilichokuwa njiani kuja hakikuwa vita tu, bali mgongano wa dunia mbili. Mwaka 334 kabla ya Kristo Yesu huyu kuja, jeshi dogo lililofundishwa vizuri lilivuka Hellespont kuelekea mashariki. Liliongozwa na mfalme kijana wa Macedonia ambaye hakuwa hata na miaka 30. Jina lake lilikuwa Alexander, ambaye baadaye aligeuka akaonekana kuwa muhimu na hatimaye akaitwa Alexander Mkuu. Lengo lake halikuwa tu kushinda ardhi, bali kulipiza kisasi kwa Ugiriki, kuinyenyekeza Persia na yeye mwenyewe kuwa hadithi ya milele, kitu ambacho alifanikiwa. Katika mapambano makubwa kama Granicus, Issus na Gaugamela, milki ya Uajemi ilivunjika na milki ya Achaemenid iliyokuwa imetawala nusu ya dunia kwa miaka mingi ilianguka mbele ya kijana mmoja mwenye ndoto za kimungu, Alexander the Great. Lakini jambo la kushangaza zaidi halikuwa ushindi wake, bali kile alichokifanya baada ya kushinda. Alexander hakuiharibu Persia, hakuisambaratisha Irani. Aliipenda sana, na kwa namna fulani akawa sehemu, yani na yeye akageuka akawa mtu wa kule kule. Alioa mabinti wa mfalme wa Kiajemi, akavaa mavazi ya mashariki, akashiriki katika ibada za Uzoroastria na akaanza kujiita mrithi halali wa Achaemenid. Alihifadhi mfumo wa utawala wa Kiajemi na akatawala kutoka majumba yao, kwani wao walikuwa tayari wanamwamini. Kwa Wagiriki wengi hilo halikuvumilika. Ndani ya jeshi lake, kubadilika kuwa kama Mwajemi kulileta mgawanyiko mkubwa. Wanajeshi waliokuzwa katika maadili ya Kigiriki waliona kitendo chake kama ni usaliti, kwa sababu hata Alexander the Great naye alikuwa asili yake ni Ugiriki na alipata nguvu kutoka Ugiriki alipokuja kuivamia Persia. Lakini swali la kujiuliza ni je, haikuwa mbinu ya kuiangamiza Persia? Alexander alikuwa na maono makubwa zaidi. Alielewa kwamba kutawala miliki kubwa hakukuwa swala la upanga pekee. Kulihitaji alama, uhalali na muungano wa tamaduni. Alitaka kuunda ustaarabu wa ulimwengu wote ambao mashariki na magharibi vinaishi pamoja. Lakini ndoto hiyo haikudumu, kwani Alexander alikufa ghafla mwaka wa 323 kabla Yesu Kristo kuja duniani akiwa na miaka 32 tu, na kifo chake kikaacha mpango wake bila mrithi mwenye maono kama yake, na ndipo Irani ikaanza kuvamiwa na watu wenye tamaa zao, wakaanza kuvamia ardhi ile. Milki yake iligawanywa na majenerali wake waliokuwa wakijulikana kama Diadochi. Sehemu ya zamani ya milki ya Persia iliangukia mikononi mwa Waseleukid, lakini Persia kama wazo halikutoweka kamwe katika uso wa dunia. Baadaye ilifufuliwa na Wasasanidi waliodai kuwa wao ni warithi wa Achaemenid. Walirudisha dini na tamaduni za kale za Uzoroastria, wakaimarisha ibada ya Ahura Mazda, na Persia ikawa tena miliki yenye nguvu. Lakini kama unavyojua, hakuna nguvu inayodumu milele. Ilipofika karne ya 7, na karne ya 7 hapa tunaongelea miaka 700 baada ya Yesu sasa kuwa ameondoka duniani,
Na miaka hiyo ni wakati ambapo anayeitwa Muhammad alizaliwa, na tayari alikuwa shaanzisha na dini yake, na watu walikuwa wakimfuata, na jeshi lake lilikuwa tayari limeshaanza kazi. Kwa hiyo nguvu mpya ilitokea rasi ya Uarabuni ikielekea Persia, na nguvu hiyo ilikuwa ni Uislamu uliojimilikisha eneo la Uajemi. Majeshi ya Waarabu yaliyoongozwa na mtu huyo alianzisha dini, aliweka wazi na lugha kwamba lugha hiyo ndio itakuwa ikitumika, yaliwapiga na kuwasambaratisha Wasasanide na kuchukua miliki ya zamani ya Persia. Dini mpya, lugha mpya na mfumo mpya wa kisiasa ukaingizwa katika nchi ya Irani kupitia kiongozi wa dini na kupitia viongozi wa dini wadogo wadogo wa dini ya Kiislamu, ambao wao wazo lao halikuwa nchi kwa wakati ule, ilikuwa kwa ajili ya kupanua dini, lakini wakikukuta wanakugonga vizuri, halafu wanakaa mahali pale wanaendelea na maisha yao. Zoroastria ilianza kupungua. Zoroastria ilikuwa ni tamaduni na mila za Persia. Walikuwa na miungu wao wanaoabudu, lakini sasa ameletwa mungu mwingine anayekuja na Waarabu. Waarabu kama unavyojua, wakifika sehemu wanataka wao ndo watawale. Kama ulikuwa ufahamu, wakiwa wachache wanasema wanaonewa, lakini wakianza kuongezeka wanataka kudai haki zao, na wakishakuwa wengi basi wanataka kila kitu kiwe chini yao. Nao baada ya kuingia katika nchi ile, Zoroastria ikaanza kupungua kwa sababu walikuwa wanaipiga vita, na Kiarabu kikawa lugha ya dini na utawala, lakini roho ya Kiajemi haikutoweka, iliendelea kuishi katika mashairi, sayansi na sanaa za wazawa. Karne zilipita, eneo hilo likitawaliwa na Waturuki waliokuwa Waislamu, wa Mongolia na wengine, lakini polepole utambulisho wa Kiajemi ulijijenga tena, hatimaye ukapata nguvu mpya. Ndipo Wasafavid wakaanza sasa kuvamia eneo lao ili kuweza kuondoa hawa waliovamia. Safavid hawakuwa watawala tu, bali walibadilisha kabisa utambulisho wa dini na eneo hilo toka katika dini vamizi ya Kiislamu na kurejesha dini zao za kale, japo waliamua kubaki na kundi la Shia ambalo waliona sio shida sana kwao. Uislamu uliendelea kukua na baadaye walifanya Uislamu wa Kishia kuwa dini rasmi ya taifa. Wale waliobaki waliendelea kukua, na kama unavyojua, lengo la Waarabu wanapokaa sehemu ni kuendeleza kukua ili one day waje watawale. Jambo lililotofautisha sasa Irani na sehemu kubwa za ulimwengu wa Kiislamu ambao ulikuwa Wasuni, kwa sababu wao hakuwa na tamaa ya kutawala kihivyo, lakini wenzao wao wakiwa na tamaa ya kutawala wakakuwa kidogo kidogo, hatimaye wakaanza kutawala tena, dini wakaifanya kuwa ndiyo dini ya taifa, na lugha ya Kiarabu ikawa ndiyo lugha ya taifa. Hapa ndipo jina Irani likaanza kutumiwa zaidi kama nguvu ya kuimarisha dini na malengo yao yakamilike. Neno Irani linatokana na neno la kale Arianam linalomaanisha nchi ya Waariani au nchi ya Waariani au watu wenye heshima. Ndani ya nchi watu waliita ardhi yao Irani, lakini wageni waliendelea kutumia jina Persia ambalo likiwa linajulikana tangu mwanzo, kwa sababu Irani ililetwa na wale waliovamia wenye malengo yao ambayo yalikuja kutimia hadi leo. Jina hili Persia lilitokana na jimbo la Fars la wazawa la kale. Fars ikazaa neno Persia. Kwa miaka mingi kulikuwa na majina mawili kwa maana ya Persia kwa wazawa, na nchi nyingine walikuwa wanasema Persia. Irani kwa watu ndani ama wale waliokuwa wameifamia, kwa maana wale Waarabu waliokuja na dini yao.
Mwaka 1935 Mfalme Reza Shah Pahlavi alituma barua rasmi kwa balozi wote duniani akiwataka kuacha kutumia jina Persia na badala yake kutumia jina Iran. Wamepata nguvu sasa. Halikuwa swala la lugha tu, bali jaribio la kuondoa taswira ambayo haikuwa ya Kiislamu juu ya nchi ya Persia. Lakini ndani ya nchi kulikuwa na mjadala mkubwa. Wengine walihisi kuacha jina Persia ni kama kuacha historia yenye maelfu ya miaka, kama historia ya Koreshi, Dario, Alexander, Cyrus the Great na ustaarabu mkubwa wa kale wa watu wa Persia. Mwaka 1979 hapo ndipo Iran ya sasa ilipozaliwa rasmi. Yalifanyika mapinduzi yaliyoongozwa na Ayatollah Khomeini, huyu aliyeuliwa kwa mabomu yanayotoka Marekani na Israeli. Aliangusha ufalme na kuanzisha Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, na akawa ndiye mfadhili mkuu wa kila kundi lililokuwa likipigana vita kokote duniani lililokuwa likienda kwa jina la Islamic Movement. Yeye ndiye alikuwa anawafadhili na waomba kaleo wanamuunga mkono. Tangu hapo taswira ya Irani duniani imebadilika sana. Migogoro ya kisiasa, vikwazo na mvutano wa kimataifa. Wakati huo huo, jina Persia limebaki na taswira ya kimapenzi, likikumbusha mashairi ya kale, mazuria ya kifahari, sayansi na ustaarabu wa zamani waliokuwa nao watu wa Persia. Hadi sasa nchi moja yenye majina mawili kwa maana ya Persia na Iran. Mpaka sasa yamebaki mapambano ya kimya kimya kuhusu jinsi historia ya Iran itakumbukwa kati ya kile ilichokuwa, kile ilicho leo na kile ambacho dunia inataka kukiona katika nchi ya Iran. Na Irani sasa imebaki na vita kuu 4. Vita hizo 4, ya kwanza ni vita na Marekani, kwa sababu Marekani haelewani na Waarabu, kwa sababu miaka yote Waarabu wameapa kumteketeza Marekani, na Marekani naye akisema sitakubali, nami nitatangulia kwanza, nitaondosha nyinyi. Lakini vile vile imebaki vita ya Irani na Israeli, ambayo vita hii tangu dunia inaanza imekuwepo. Hivyo vita hii ya Israeli na Waarabu imebaki vita ya kufa na kupona, nani apone nani afe. Na vita ya tatu ni vita ya nchi za Kiislamu zisizounga mkono utawala wa Kiislamu unaopatikana katika nchi ya Irani, kwa sababu unaendesha mambo kwa mtazamo wa Kiislamu unaojiangalia kwa dini yake pekee bila kujali watu wengine. Nchi hizi ni kama Saudi Arabia na nchi zingine. Lakini vita ya 4 ni vita ya Wairani wenyewe wa asili ya kale, wasiopenda mfumo wa utawala huu wa Kiislamu ambao uliletwa kutoka Uarabuni, ukakonka na ukaondoa utawala wao na hatimaye wakatawala. Imekuwa siku hadi siku, ukija utawala huu unaondoshwa, unakuja mwingine katika eneo hili la Persia ambayo ni Irani. Na sasa wanatawala hawa, kesho yawezekana wakaja kutawala watu wengine. Lakini ndugu yangu, historia hii haitakusaidia chochote kama bado humjui atakayeondoa vita hii ambayo inapatikana maeneo haya. Huyu mtu ambaye yeye ni yeye pekee anayeweza kuwaokoa watu wa kule, hata na wewe kukuokoa wewe pia kama bado hujaokolewa. Huyu mtu anajulikana kama Yesu Kristo, ambaye akija kila goti litapigwa, kila jeshi litatii chini yake. Kumbuka Misri na Babylon, wao walitii amri kutoka kwa utawala wa Cyrus the Great, lakini Yesu atakapokuja, jamii zote na majeshi yote yatatii na yatapiga goti mbele za huyu Yesu ambaye atakuja kuwaokoa hawa watu. Akija vita itaisha, udini utaisha, hakutakuwa na Muislamu, hakutakuwa na Mkristo, hakutakuwa na Mhindu, wala hakutakuwa na Mzoroaster
asili tena, bali kutakuwa na dini moja tu, na dini hii itakuwa dini ya watu waliookolewa na yeye mwenyewe. Atakapochukua nafasi ya kuangalia moyo wa mtu una nini, hapo ndipo utakapopata nafasi ya kwenda. Na kama ulikuwa uamini kwamba dunia soon inaisha, yeye anasema kwamba mtakapoona vita na vuguvugu za vita, anawaambia msiogope, kwa sababu wakati utakuwa bado. Kwa mantikio tunaendelea kuona ufunuo siku hadi siku, na hapa kinachotafutwa si Iran, si Marekani, wala si Russia. Kinachotafutwa ni Israeli, kabila hili ambalo lina uhusiano mkubwa na Mungu, lakini wengine kwa sababu ya dini zao wanawaona Wayahudi kwamba si watu tena, hawafai tena, na hasa wanadiriki kuambia kwamba ni watu wabaya duniani hapa. Lakini nikwambia kwamba Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka alichokiweka ndani yao, na ataendelea kufanya kazi nao mpaka mambo yake yatakavyoenda kama anavyoyataka. Mimi nikutakie siku njema, lakini nikikuomba uende ukifikiria kuhusiana na huyu Yesu ambaye atatuliza vita yote duniani.